Sikukuu kwa imani, maadili kwa ajili ya kujenga thabiti, lakini pia taifa lililoko thabiti.
anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Iwapo wewe u mzima sana, kwa maana sadaka apewayo Baba haitasahauliwa, na badala ya dhambi itahesabiwa kuthibitisha. Neno la Bwana.
Wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Neno la Bwana. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili timie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakuta katika mji uitwao Nazareti, ili timie neno lililonenwa na nabii, ataitwa Mnazarayo. Neno la Bwana.
Ndugu zangu wapendwa, leo tunaposherehekea sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, katika jimbo letu tunaadhimisha pia kilele cha kongamano la utoto mtakatifu wa watoto wetu kutoka kila parokia kwa wakilishi. Na imependeza kwa watoto hawa kutoka kila kona ya jimbo wanafika hapa Kigonsera na ndani kama rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, kuchukuliana, kusameheana na upendo, kama tulivyosikia katika somo la pili. Na tatu, mkazo unawekwa katika kutuelekeza sisi kuwa wepesi au tayari kuyapokea mabadiliko na changamoto katika maisha kwa imani na utii, kama tulivyosikia katika somo la Injili. Hayo yote ni kielelezo cha familia takatifu. Na hivi familia takatifu, familia ya Yesu, Maria na Yosefu, ni kielelezo chetu kwa ajili ya kujenga familia imara, nyumba zilizojaa imani, ambapo vijana wanapata usalama, vijana wanapata kujifunza uwajibikaji, wanakuwa katika utu uzima wenye kupambwa na fadhila na wenye kumheshimu Mungu na wazazi. Ndugu zangu wapendwa, kutoka somo la kwanza tunaelekezwa mambo yafuatayo kwa watoto na vijana. Somo hili linawafundisha watoto na vijana kuwa na heshima ya kina kwa wazazi, kuwa na utii kwa wazazi, kuwa wapole na wanaowajibika kwa matunzo mema kwa wazazi wao. Wakiahidiwa, wanapofanya vile, makosa yao yanasamehewa, dhambi zao zinapatwa kufutwa katika maisha yao, lakini pia wanapata heri na kibali cha Mungu na viashiria vya kibali hicho kwa Mungu, kwa sababu ya kuheshimu, kuwatunza, kuwatia wazazi wao. Ni wao wenyewe kuwafurahia watoto wao wenyewe wanapowapata katika maisha yao, lakini pia dua zao, maombi yao yanapata kusikiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na sio hilo tu, umri wao unapata kuongezwa na baraka zinginezo. Na huo ndio msingi madhubuti wa kujijengea maendeleo ya tabia njema maishani. Kwa upande mwingine, somo linawafundisha wazazi kwamba wanatakiwa kuwa watu wenye heshima. Linawadai watoto na vijana, lakini linadai sisi wazee. Inatakiwa tuwe watu wenye heshima, tunaojiheshimu na kuheshimika. Tujiheshimu na kuheshimika. Watoto watapata kutuheshimu pale sisi wenyewe tunajiheshimu na kuheshimika. Kwa kufanya vile, tunawatengenezea vijana wetu mazingira ambayo wanajifunza heshima, ambayo yanalea na kustawisha mwendelezo wa kizazi kinachoheshimu na kinachojiheshimu na chenye baraka. Na hilo neno zito nyakati zetu hizi. Tofauti kati ya mtoto na mzazi kijana siku hizi haionekani. Watu wazima tunafanya mambo ya kitu uzima mbele ya watoto, tena nje ya umri wao. Watatuheshimu namna gani? Tutakula sahani moja, hawezi kutuheshimu. Sisi kwanza tutakiwa tujiheshimu, tuwe watu wa kuheshimika. Na hivi watoto wanapotona wanaona ni kioo, na hivi pasipo hata kuambia mtuheshimu sisi wazee wenu, wao tuwaheshimu wazee wetu. Kwa hiyo somo la kwanza ni nzuri, linatulenga sisi sote, watoto wetu na sisi wazazi na walezi.
Somo la pili linatoa mwaliko au mwito kwa vijana kujivika fadhila za Kikristo. Fadhila za Kikristo, yani rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, kuchukuliana, kusameheana na upendo. Mama amesoma vizuri sana somo hili na nikasema ni mahubiri tosha. Fadhila hizo ni muhimu sana, ni muhimu kwa ajili ya kuongoza katika mahusiano yao kwa wao, lakini pia kuwapitisha salama kwenye migogoro ya familia. Lakini hatimaye fadhila hizo zinaelekezwa na kuhimizwa katika nafasi na wajibu zao katika familia: wake, waume, watoto, wazazi, zote hizo kwa ajili ya kukuza na kustawisha amani, upendo na neno la Mungu kama mwongozo wa maisha ya familia, wakitengeneza nafasi au fursa za kuwasaidia vijana kwa upande wa wazazi. Na somo letu la Injili kwa vijana linaonyesha familia ya Yesu ikikimbilia Misri kwa ajili ya usalama, na hivyo kuonyesha kuwa imani nyakati zingine inadai safari zenye changamoto na magumu, na pia inadai kutegemea ulinzi wa Mungu hata katikati ya mawimbi ya maisha kama yale ya vitisho vya Herode. Herode anatishia kuwaua vijana wa umri mdogo wa kiume kwa lengo la kumtafuta Yesu. Hilo linatikisa familia takatifu, na kwa namna pekee Yosefu na Maria. Akiwa kwenye ndoto anapata ufunuo Yosefu kwa ajili ya kuepusha, kwa ajili ya kumweka mtoto salama. Nenda na mama na mtoto Misri, kimbilia Misri. Sasa hii inatia kashikashi katika imani, Kwa hiyo Yosefu na Maria wanamtii Mungu na kuyapokea mabadiliko, kuhama kutoka Nazareti na kwenda Misri kwa ajili ya usalama wa watoto, kwa usalama wa mtoto. Ndio maana nasema nyakati zingine imani inadai safari yenye changamoto na magumu. Na kwa upande wa pili inatoa mwanga wa maongozi ya Mungu kwa njia ya njozi. Mungu hujitokeza kwetu kwa namna mbalimbali, na kwa hiyo yatupasa kuwa watiifu pale ambapo Mungu anajitokeza kwetu kwa namna mbalimbali. Hata kwenye njozi, tunapopata njozi tuzitafsiri kwa namna ya kiimani, tukitafuta Mungu anataka kusema nini, na kwa kutafuta Mungu anataka kusema nini kwa njozi zetu tunapata usalama. Na hilo ndilo tunajifunza kwa Yosefu anayepokea njozi kwa mwanga wa kiimani, na hivi kuitika mara moja kuondoka kutoka Nazareti na kwenda Misri, na ndio usalama wa familia takatifu, kwa namna pekee usalama wa mtoto Yesu. Na hivi wakati wote kuwa wepesi, kuwa tayari kuyapokea mabadiliko kwa ajili ya usalama wa familia zetu, hata kama tunapendezwa na aina ya maisha yaliyoko wakati huo. Pale tunapopata viashiria kwamba mbele ya safari kuna magumu na changamoto dhidi ya familia, mara moja tuchukue hatua. Katika ujumla wake, masomo yote kwa pamoja ina kazi ya kuwa familia takatifu inajengwa juu ya msingi wa heshima, juu ya msingi wa fadhila za Kikristo, lakini pia juu ya msingi wa wepesi na utayari wa kuyapokea mabadiliko kwa kusukumwa na imani na utii wa Mungu. Wakati huo kutengeneza mazingira matulivu na imara ambapo vijana wanaweza kujifunza kumheshimu Mungu, lakini pia kuwatumikia wenzao na kukua katika waamini wanaowajibika na muhimu katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto tele. Wapendwa wana wa Mungu, katika nafasi hii tunapoadhimisha sherehe ya familia takatifu,
na kufunga kilele cha kongamano na vijana wetu kama sehemu ya malezi na majiundo kwa vijana wetu, neno la Mungu linatuelekeza tuzingatie yafuatayo. Kwanza, tujue kuwa Mungu ndiye nguzo ya familia zetu. Tumeona katika somo la Injili namna ambavyo familia takatifu ilivyojikabidhi kwa Mungu, ilimtegemea Mungu katika maisha yake, daima iliongozwa na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Katika nyakati zote za furaha na majonzi, ilibaki kuwa aminifu kwa Mungu. Huu ni mwaliko kwetu kuwa Mungu ndiye nguzo yetu, Mungu ndiye nguzo ya familia zetu. Tunapaswa daima kujikabidhi kwake na kuyatekeleza mapenzi yake. Tukifanya hivyo, familia inakuwa sehemu ya makuzi, sehemu ya malezi, na kwa kweli kanisa la nyumbani ambapo sisi wana familia tunaweza kujipatia majiundo ya mtu mzima kimwili na kiroho. Lakini ndugu zangu, pili, tunaelekezwa kuwa watu wenye utii na kuheshimiana na wenye fadhila muhimu katika maisha ya familia. Somo la pili linatueleza kuwa familia inakuwa imara pale inapoongozwa na maisha ya fadhila, ikiwamo utii na kuheshimiana miongoni mwa wanafamilia. Baba na mama mjiheshimu. Tumesikia katika somo la pili, akina mama watiini waume zenu, akina baba wapendeni wake zenu. Hayo ni ya msingi, hayo ni ya msingi katika kujenga kuaminiana na kuheshimiana. Haifai kutukanana mbele ya vijana wetu, haifai kusutana mbele ya wanafamilia wa watoto wetu, haifai kuonesha mambo ya kwetu ya kitu uzima mbele ya watoto wetu. Utashangaa baadaye kama unafanya vile, mtoto akuheshimu, anaweza kukutukana wewe nini. Kwanza mimi nasikia ujanizaa na ingechelewa kidogo ningekuzaa, kwa sababu ya vile anavyokuona wewe unatenda. Mama binti anamdharau mama yake, wewe huwezi kuzaa kibonge kama mimi, huwezi kuzaa kibonge kama mimi, ungechelewa kidogo ningekuzaa mimi. Sasa hayo ni mapato ya namna ile sisi tunavyotenda mbele ya watoto wetu. Tujiheshimu, tujitunze. Akina baba wapendeni wake zenu, akina mama watiini waume zenu. Na tunaposema akina mama wawatii waume zao, haina maana utii wa kipumbavu, utii wa kijinga. Akina baba msiwashinikize wake zenu wawatiini katika upumbavu, wawatiini katika ujinga. Hapana, utii wa kuwajibika, huo ndio dada yake. Utii wa kuwajibika ambao ndani yake kuna akili, ndani yake kuna busara, unayeelekeza yawe na mashiko. Si kila jambo umdai mke wako atii. Namna nyingine unamfanya mtumwa, unamfanya mnyama. Kwa hiyo hilo sisi wanaume tuliangalie kwa kina sana. Utii unaosema hapa si utii wa kipumbavu, si utii wa kijinga, utii wa haki, utii wenye kubeba uwajibikaji. Familia takatifu ni ile inayotii na kumheshimu Mungu. Hata hivyo, fadhila hizo zinatakiwa kuakisi katika maisha kila siku ya familia. Utii na heshima miongoni mwa wanafamilia unachochea upendo na kujaliana katika familia, na hivyo kuleta furaha na mshikamano. Familia ambayo watu wake ni watii na wanaheshimiana inakuwa na umoja, na hivyo wanafamilia wanaweza kusafiri pamoja katika safari yao hapa duniani, huku wakifurahia maisha pamoja na kuzikabili changamoto za maisha kwa pamoja. Lakini familia takatifu ni kielelezo pia bora cha maisha ya familia. Familia ya Yesu, Maria na Yosefu ni mfano na kielelezo
kielelezo cha namna familia inavyotakiwa kuwa, ni kielelezo cha maisha ya imani, ni kielelezo cha maisha ya hekima na busara, kielelezo cha maisha ya kuheshimiana na uwajibikaji katika familia. Katika maisha yetu ndani ya familia, tunapaswa daima kuitazama familia hii takatifu ya Nazareti kama mfano. Katika dunia hii iliyojaa changamoto za aina mbalimbali, familia takatifu ibaki kuwa mfano wetu wa namna tunavyoweza kuzikabili changamoto hizo na hivyo kuzidumisha familia zetu. Kusali pamoja kwa mfano. Nyakati zetu hizi, mara chache utakuta familia, baba, mama, mtoto wanakuwa pamoja katika sala ya jioni, katika sala ya asubuhi, katika chakula cha asubuhi breakfast, katika chakula cha jioni. Asubuhi tunaamini kuwa tunaanza siku na tunaagana kwenda kazini, maana tunakuwa wote pamoja. Mchana hizo huyu anaenda kufanya kazi, yule anaenda shuleni, sio mama anaenda wapi. Lakini jioni tunatakiwa kuwa wote pamoja, mama, baba na mtoto kwa pamoja. Na hivyo kujenga umoja mtakatifu katika familia. Na mwisho, ndugu zangu, familia ni msingi wa taifa na kanisa. Wapendwa wana wa Mungu, familia ni jumuiya ya kwanza ambayo kwayo binadamu analelewa na kukuzwa kama mtu. Ni taasisi ya kwanza ambayo familia inalelewa na kukuzwa kama watu, kama binadamu na utu. Taasisi hii ndiyo msingi wa taifa lolote lile na hata kanisa. Uimara wa taifa na kanisa unategemea pia namna taasisi hiyo ilivyo imara. Taifa litakuwa taifa imara kulingana na familia zilizokuwa imara katika kuwajibika na katika maadili. Kanisa litakuwa imara kulingana na familia zetu zilivyokuwa imara katika imani. Kwa hiyo ni taasisi muhimu sana. Hivyo basi, leo tunapofunga kongamano la vijana wetu, tunapaswa kukumbuka kuwa malezi kwa vijana wetu ni jambo la msingi na lisiloepeka. Tusiwache vijana wetu mahuru kama vifaranga wa kuku wa kienyeji. Tuna wajibu wa kuwakusanya na kuongoza kuwalea inavyotakiwa kwa ajili ya kujenga taifa letu, lakini pia kwa ajili ya kujenga kanisa letu. Tunatakiwa kuwalea vijana wetu ili waweze kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali katika ulimwengu huu wa sasa. Tukiwapa vijana hawa malezi mazuri ya kimwili na kiroho, tutakuwa tunajiandaa pia sisi wenyewe taifa bora, lakini pia imara la kesho, na hali kadhalika kanisa bora, kanisa imara la leo na kesho. Hayo ninawatakia ndugu zangu, wazee wangu, mama zangu, baba zangu, leo hii tunapoadhimisha sherehe ya familia takatifu, na kwa namna pekee tunapowakusanya vijana wetu kutoka kona mbalimbali jimbo letu kuja kuhitimisha hija yao katika kanisa la mama la Kigosera. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akata
siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amen. Ndugu zangu, tumwombe sasa Mungu katika shida zetu, tukikumbuka hasa familia zetu. Bwana Yesu Kristo, kanisa lako lote ni familia kubwa. Tujalie hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
rehema na amani yako, kwa maombezi ya Bikira mama wa Mungu na Yosefu mwenye heri, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Hili ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba ndiye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Maana kwa fumbo la neno aliyetoa mwili, mwanga mpya wa utukufu wako umetuangazia macho ya akili zetu, ili tunapomjua Mungu katika hali ya kuonekana, kwa njia yake tuvutwe kuyapenda mambo yasiyoonekana. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika mbinguni tunaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Tuunganishwe katika mambo yote kwa msaada wa ulinzi wako. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako na familia yako yote, na uziweke siku zetu katika amani, na uamuru tuokolewe kutoka laana ya milele, na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Ewe Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, upokee, iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku iliyotangulia kuteswa kwake alitwaa mkate katika mikono yake mtakatifu na mitukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake mwenye enzi, akikushukuru alibariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vile baada ya kula kitwaa kikombe kitukufu katika mikono yake mtakatifu na mitukufu, akikushukuru tena alibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako takatifu tunaadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuko wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia, sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha kufa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka ya Abel mtumishi wako mwenye haki, na dhabihu ya babu yetu Ibrahimu, na ile ya kutolea Melkisedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa kwenye altare yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tutakapokea mwili na damu takatifu ya mwanao kwa kushiriki katika altare hii, tujazwe kila baraka na neema ya mbinguni. Bwana, wakumbuke pia watumishi wako waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi Bwana, wajalie mahali pa faraja na mwanga wa amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nasi pia watumishi wako wakosefu tunaotumainia wingi wa rehema zako, utujalie sehemu ya urithi na ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matias, Barnabas na watakatifu wako wote. Tunakuomba ee Mungu mkarimu, tupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabu maslahi yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Bwana, kwa njia yake unaumba daima mema yote, unayatakatifuza, kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na tukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho ya Mungu, tunafaa kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusahawishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, na mtume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, na tu imani ya kanisa lako, upende kujalia maana moja kama ni mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe leo nami na iwe rohoni mwako. Tunamkumbuka Bwana Yesu Kristo, mfalme wa amani, mfalme wa upendo, anayetuletea furaha. Pamoja nasi ni Mama Maria na Baba Yosefu. Na sasa tutakiane amani ya huyo Bwana mfalme na upendo wa mwana aliyezaliwa, lakini pia na furaha mwana anatupatia. Tutakiane amani. Ya Bwana, tutakiane amani.
Baada ya kupendana ndio watu wanafurahi. Sasa unafurahi kama unafurahi. Furaha ni tunda la kupendana. Hili niwaelekeza vizuri. Tupeane amani ya Bwana aliyezaliwa, tupeane upendo wa Bwana aliyezaliwa, na baadaye tushirikishane furaha ya ueleza. Kwanza amani, kwenye amani watu wanashindana, wanapendana na wakipendana, matunda ya kupendana ni furaha. Hatufurahi kabla ya kupendana jamani. Haya basi.
unayetulisha sakramenti za mbinguni, utuwezeshe kuiga daima mifano ya familia takatifu, ili baada ya taabu za hapa duniani tuunganike nayo katika ushirika wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Nimeona maji yakitoka
anaitwa Mseminari Haruni Yusufu wa Jimbo Katoliki Kigoma, mwanafunzi wa seminari kuu Peramiho. Kumbe basi kwa sababu ya umbali nikawa nimeomba likizo katika jimbo hili la Mbinga. Basi nashukuruni kwa mapokezi na kunikubalia niweze kuja hapa. Basi kwa namna pekee nitakuwa nanyi nahisi ni wiki moja sasa. Maana tarehe 3 ndio tunarudi shule. Kumbe basi kabla ya muda huo tutakuwa pamoja. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mashamba wa askofu, baba paroko pamoja na fadha mlioshiriki misa pamoja nasi na mseminari mwenzangu, makatekista, masista na waamini wote wa parokia ya Kigonsera. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa majina naitwa Peter Agusti Tarimo kutokea parokia ya Tarakia katika jimbo Katoliki la Moshi. Nasoma katika seminari ya Mtakatifu Agustino mwaka wa 3 wa teolojia. Basi na mimi nimefurahi kufika kwa mara ya kwanza Mbinga. Nimekaa Peramiho miaka 6 lakini sijafika Mbinga. Kwa mwaka huu na mshukuru Mungu pamoja na paroko kwa kupokea kufika hapa kwa mara yangu ya kwanza. Basi nashukuru sana. Tutakuwa kwenye likizo kama mwenzangu alivyosema kwa wiki moja, na mimi nimefurahi sana kufika hapa na mapokezi yenu. Mungu azidi kuwabariki. Asanteni sana. Asante sana. Hivi vipindi vifupi vya likizo ya waseminari wakubwa wanaporuhusiwa kutoka, basi jimbo letu tunawakaribisha waseminari kutoka majimbo mengine ya mbali, na hivi huwa wanatawanyika huko na huko. Mwaka jana tulikuwa na Fulevili na jimbo ulipofika ulikuta mseminari sio jimbo letu, lakini wa jimbo lingine, na hivi tunao huko na huko. Tunashukuru waumini kwa kuwa tayari wapokea waseminari wa majimbo mengine, na maaskofu wao wanatushukuru sana sisi majimbo jirani tunavyoshirikiana kuwalea waseminari wetu, mapadre wetu wa kesho. Na Kigoma kwa namna pekee, bwana mdogo, Kigoma mimi nina parokia yangu na parokia yangu ya Mtakatifu Rondi mpya kabisa, parokia teule ile na ile ya mimi, na hata ile kanisa mimi nachangia kidogo. Msione wivu kama nachangia kule. Ni katika ushirika wa kiimani, umoja wa Kikristo. Nilienda kule mwaka huu kwa ajili ya mafungo. Maaskofu wote tulikuwa kule, na ikatokea kuwa Dominika moja tuko bado kule, wakatutawanya kwenye parokia mbalimbali kwa ajili ya kusaidia. Mimi nikapewa parokia inayosema. Kwa hiyo toka siku hiyo walipokea vizuri, na uzuri waumini wa kule wamefanana sana na sisi, na mimi wote wafupi kama mimi. Kwa hiyo niwaambie nyinyi na Wangoni wa Matembo ni familia moja. Walifurahi sana, na toka pale nikaanza kuwachangia, wanajenga kweli, na bwana mdogo wale wana kauli mbiu nzuri sana ya kukusanya fedha ya kujenga. Kauli mbiu yao wanapaswa kukusanya, tunajenga kanisa bila jasho tunajenga kanisa. Unaona nilivyokuwa nzuri? Tunajenga kanisa bila jasho lakini wanakamwana hapa, wanakamwana tunajenga kanisa bila jasho tunajenga kanisa. Nilifurahi kweli kweli. Sasa ndugu zangu wa Ngono, Matembo, Nyasa, sijui. Kwa hiyo asanteni wanaparokia kwa kupokea waseminari na makatekisa waliza, mapadre, watawa wafahamu hao wageni wetu wa kikanisa wanapofika kwa mara ya kwanza. Tusiwashangae mbele ya watu watatushangaa. Nyinyi mnakaribisha nyumbani, hata nyoka hamfahamu. Kwa
hiyo tuwafahamu kwanza, na mimi binafsi napenda kuwashukuru sana kwa kunivumilia kwa sauti yangu kama ya kunguru basi. Lakini hayo yote ni mazingira haya. Nimetoka nyumbani nikiona sauti nzuri. Jana kwa sababu ya umati mkubwa wa watoto, ilinipasa nipawike kweli ili watoto wanisikilize, kwa sababu ya mfumo wa sauti wenu hapa ni dhaifu. Ndio uwezo wa mimi na sauti yangu. Sasa nyinyi waumini na baba paroko, hebu tafakarini namna tunavyoweza kulienzi kanisa hili la maana sana katika jimbo hili, kuwa na mfumo mzuri na wa kisasa wa sauti. Hii ni changamoto na wajibu. Sasa kama mtaka kuchangishana bila jasho, mtajua ni wenye huko ili mfumo uwe mzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana baba. Bwana awe nani. Mungu mwenye wema usio na mwisho, ambaye kwa njia ya mwanaye aliyefanya mwanadamu amejifukuza giza ulimwenguni, na kwa kuzaliwa kwake katika utukufu ameuangaza usiku takatifu sana, apende kuondolea giza la upotovu na kuiangaza mioyo yenu kwa nuru ya fadhila. Tutikie amina. Amina. Mungu aliyemtuma malaika apashe wachungaji habari ya furaha kubwa ya kuzaliwa kwa Mwokozi, apende kuijaza mioyo yenu furaha yake na kuwafanya wajumbe wa injili yake. Amina. Mungu kwa njia ya mwilisho mwanaye aliunganisha mambo ya mbinguni na yale ya duniani, apende kuwajalia ninyi amani yake na mapenzi mema na kuwashirikisha katika maisha ya kanisa la mbinguni. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina. Nendeni na amani ya Kristo.